Hebu msikilize huyu mwanamke anachokiongea. Mdada ni mzuri afu unakuwa mweusi, atakuoa nani? Kwani weusi waolewa? Yaani weusi wanaolewa wanakuwa wafanyakazi wa ndani. Wewe ushakuta msichana wa ndani anakuwa mweupe? Ushakusikia kuna usigero mweupe? Hakunaga. Haijawahi kutokea. Wadada weusi wengi wanaishia kuwa mausigero. Mtu ambaye anaoa mdada mweusi hamna. Labda kama ana hela. Ndio anaweza kaoa mdada mweusi. Okay. Kwenye mabaa vipi huko tunao kina dada weupe ndio wanafanya sana kazi huko za kuhudumu. Vipi ndio wana ushawishi sana au vipi? Sasa tulizungumza hapo kwa wadada weupe ni wazuri. Kwa hiyo unaweza kumchukua mdada mbaya kama kwenye biashara yako. Wateja watakuja. Hizi wadada weupe ni wazuri jamani. Yaani tuache tu kuzunguka. Wadada weupe ni wazuri, wadada weusi ni wabaya wa kawaida. Mimi sijui kuona mdada mweusi ambaye ni mzuri. Wanaume nataka niwaulize, nataka tumwagike kwenye comment. Ukiwekewa mdada mweusi na mdada mweupe, unachagua yupi? Mdada mweusi anakuheshimu, ametulia na ngozi yake amelizika, ngozi alompa Mungu, ana joto la asili, ana heshima, anakusikiliza, ametulia nyumbani, unachomwelekeza anaelewa. Mdada mweupe sasa hataki kukusikiliza, anataka eti mara umpe muda wake, ukimpa muda wake anasema umemganda. Ukimnyima muda anasema umpi muda. Ukimpa hela anasema ananipa hela tu, anaona mimi kama malaya na namtaka na yeye, nataka niwe na yeye. Usipompa hela anasema umtunzi. Mwanamke mweupe ambaye ukiongea hakuheshimu, ukiongea hakusikilizi, anakuambia mimi ni mzuri, ujue natongozwa na wanaume wengi, wewe nakuvumilia tu. Ujue siji mimi nina shepu, siji mimi nina nini, siji mimi. Mara akwambie mimi sijawahi kufika kileleni. Ushawahi kuona mwanamke mweusi anatoka mtandaoni anasema wanaume hawana nguvu? Ushawahi kuona mwanamke mweusi anatoka mtandaoni anasema wanaume wanavamia? Ushawahi kuona mwanamke mweusi anasema hatufikishwi mtandaoni? Wanaoongoza kusema ni hawa wajinga hawa malaya hawa. Utachagua yupi kati ya huyo? Kwanza kabisa wewe unayemhoji huyo mwanamke akili huna. Tafuteni watu wa kuwahoji. Sasa unamhoji huyu ana pointi gani ya msingi ambayo ataiwasilisha kwa jamii watu wamuelewe? Pointi ipi ya msingi? Unayemhoji una akili. Lakini pia huyu mdada na yeye ana akili. Toka mwanzo nimemuona anavyojipost nusu uchi. Mwanamke yoyote ambaye anajipost nusu uchi akili hana. Wewe Mungu amekupa ngozi umeikataa, umejichubua, umejikoboa kama mahindi. Mungu amekupa ngozi umeikataa. Amekupa nywele umezikataa, umeweka bleach. Akili huna. Alafu sasa hivi mambo ya kishetani ndio yanaonekana mazuri, alafu mambo ya Mungu ndio yanaonekana mabaya. Yaani wewe mwenye umejichubua, umemkufuru Mungu, umemwona Mungu hana akili. Mungu umenipa ngozi mbaya, sitaki, umejichubua. Mungu umenipa nywele mbaya, sitaki, umeweka nywele zako. Ndio unajiona wewe una akili, unajiona wewe ndio yani ni mzuri mrembo, wakati wewe ndio umepotea unashabikia shetani. Alafu wale ambao wametulia na ngozi za Mungu na nywele za Mungu ndio wanaonekana hawana akili. Acheni mambo ya kipumbavu. Sisi kama wanaume tunasema tunawapenda wanawake weusi na tunawaheshimu na ndio maana tunawaoa, tunawaweka ndani. Nyinyi mtabaki kuwa malaya tu na ndio maana mpo kwenye mabaa, mpo kwenye magesti na ndio maana nyinyi mnaongoza kwa kujiuza, nyinyi weupe nyinyi. Na nyinyi ndio mnaongoza kwa kutumika sana, mmetumika, mmepoa, nyinyi ni wabaridi kama panga lililolala nje. Hamna radha yoyote. Lakini wanawake weusi wako na ile joto ya asili, hawajatumia madawa kama nyinyi. Nyinyi mmetumika mpaka mnaweka sijui mnato, mmetumika sijui mnabana sijui nini. Mmetumika, mnakunywa madonge kuzuia mimba, kujiji kuchoma sindano, mmejiingizia makemikali, mmetumika, hamna issue yoyote. Wanawake weusi waheshimiwe. Kwanza mkome kuwazungumzia wanawake weusi. Mkome kabisa. Hamna, yani nyinyi hamfanani hata chembe ya kujifananisha na wanawake weusi. Nyinyi hamfanani, yani nyinyi ni matakataka. Mnaojichubua nyinyi ni matakataka. Yani ni mashetani tu, majini nyinyi. Hamna lolote. Hamfai kujilinganisha na wanawake weusi, mkome. Hii video ifikie kizazi na kizazi. Wanawake weusi anaonyesha kabisa ametulia na ngozi aliyopewa na Mungu. Anamheshimu Mungu, ana hofu ya Mungu, anampenda. Huyu anafaa kuolewa, anafaa kuwa mke. Ndio yuko na joto la asili. Nyinyi ni wabaridi. Mmetumika, mmechoma masindano. Alafu hamna adabu. Huaga hamuoni kwamba unaongea na nani kwa wakati huo, eti kwa sababu wewe ni mweupe. Sasa weupe nani anaishi nao kwenye ndoa? Kuna mtu anaishi na weupe? Weupe hauna support yoyote kwenye ndoa. Yaani wewe ukiolewa eti kwa sababu unajivuna mimi ni mweupe nitaolewa mapema. Uolewi, utaishiwa kuchezewa tu na wanaume. Kwa sababu kila mwanaume akija kusema nataka nikuoe ushampa. Utachezewa mpaka ukome. Weupe hauna support yoyote kwenye ndoa, sura haina support yoyote kwenye ndoa, sijui handsome, sijui uzuri, sijui shape haina support yoyote kwenye ndoa. Kinachofanya ndoa iendelee kudumu ni kuheshimiana, uaminifu na matendo. Hebu kaulize watu ambao wamemaliza miaka miwili kwenye ndoa kama bado wanaangaliana sura, kama bado wanaangaliana rangi. Nyinyi mnaweza kudumu kwenye ndoa, eti weupe wenu ndio unawafanya eti mimi ni mzuri, eti mimi wangu sijui hanijali nipi muda wake, nikupe muda. Wewe umechanganyikiwa nini? Ni heri nioe mwanamke ambaye ana sura mbaya, ambaye muda mwingine nikiwa nimelala nikikuta ananiangalia paka nashtuka. Alafu na nikimwambia usifanye hiki, hafanyi. Nikimwambia usitende hiki, atendi. Nikiongea ananisikiliza, ananiheshimu, ninampenda, tunapendana. Lakini sio ni wewe mwanamke mweupe kama wewe, una bleach kama wewe, ulotumika kama wewe. Alafu eti nikisema sijui kitu gani, nikisema zini toka hapa nenda kafe. Acheni kujifananisha na wanawake weusi. Popote wanawake weusi wapo, Mungu awabariki, endeleeni kujitunza, kujistiri. Mungu awabariki, Mungu awainue. Hawa wasiwafanye na nyinyi mjichubue mkufuru Mungu. Achaneni na hawa, akili zero brain. Hicho wanawake weusi nani atawaoa? Ndo wameolewa, lakini nyinyi mnaishia kuwa michepuko, mnaishia kuwa masingomaza, mnaishia kuwa makahaba, mnatumika mpaka inafika hatua hakuna mwanaume anakuridhisha, unaanza kujichua. Mpaka unaanza kusagana na wanawake wenzio. Mapepo yamewaingia.
Hamna adabu, ndio mnaongoza kwa kulopoka. Yaani sasa hivi mwanamke kishakuwa maarufu, kinajiona yani kenyewe ndio kina thamani. Kikishajiposti nusu uchi mitandaoni kinajiona ndio kina thamani. Yaani kujiposti nusu uchi mitandaoni ndio kukufanya wewe ujione una akili. Wewe huna akili na huna thamani yoyote. Mwanamke ambaye yuko na thamani anafaa kuolewa. Ni mwanamke anayestiri maungo yake. Ni mwanamke ambaye anajiheshimu, sio roporopo kama wewe. Wewe huna akili wala ufai kuwekwa ndani. Nani atakuoa wewe? Ushawahi kusikia mwanaume anaoa mwanamke mwenye bleach kichwani? Wapi? Hebu nenda kanitafutie mwanamke ambaye ana bleach kichwani yuko ametulia na ndoa yake. Nitafutie mwanamke ambaye anajichubua kama wewe ametulia na ndoa yake. Nyinyi ndio mko na mnazalia waume zenu watoto sio wao. Nyinyi ndio mnachiti wanaume kila siku, amtulii. Mnasumbuliwa sijui na majini mahaba. Acheni kujifananisha na wanawake weusi, hamfai. Ushawahi kujiuliza kwa nini punda yuko nyumbani afu punda milia yuko polini? Punda milia na uzuri wake anaangaliwa anaachwa, lakini punda kaekwa ndani. Ushawahi kujiuliza hilo swali? Nyinyi mnafaa mnaishiwa kuwa michepuko, kuwa malaya wanaojiuza, kuwa masingomadha. Nyinyi mnafaa kuteseka na kuhangaika na maisha. Ndio maana mnatiwa mimba mnaachwa. Unakunywa madawa sasa hivi ya kuzuia mimba, sija kuongeza shepu, sija kufanyaje. Baadaye huko miaka 30 mpaka 35 unaanza kuhangaika na makansa. Hayo madawa mnayokunywa, sija kuzuia mimba, kuongeza shepu, sija kubana sija nini, sija mnato. Baadaye yanakuja kuwa makansa. Sasa hivi unajishauri, mimi siwezi kuolewa, sija nini. Unatumika na wanaume. Ukishafika miaka 20 mpaka 25 unaanza kusema wanaume ni mbwa, wameshakupiga matukio, wameshakuzalisha ushakuwa singomazo. Unaanza kusema wanaume wa nini? Kwani huwezi kuishi bila mwanaume? Ukiwa na miaka 20 mpaka 25. Ukifika 30 mpaka 35 ndio utaanza kuwatafuta wanaume, utaona umuhimu. Hapo miaka 30 mpaka 35 ushazalishwa, una watoto unatakiwa uwahudumie, wasome, ulipe kodi, ulipe hela ya umeme, wakiumwa uwatibie, ukiumwa ujitibie. Hapo ulipo madhara ya wanaume walikuwa na nao kila mwanaume ndio yanaanza kuonekana. Umebeba maroho ya watu ndani, yanaanza kukusumbua, hakuna biashara utafanya iendelee, itakufa. Hapo ulipo yale madawa ambayo ulikuwa unakunywa, sija mnato, sija kuchuma, sija kuzuia mimba, sija kunywa madawa aina gani, sija kuongeza shape, ndio yanaanza kuonekana madhara ya hayo madawa ulikuwa unakunywa. Unaumwa makansa, huna wa kukutibia, ndio unaanza kuwa mchepuko wa mume wa mtu. Acheni kujifananisha na wanawake weusi, hamfai hata kujifananisha, nyinyi hamfai. Mkome kuongelea wanawake weusi. Na nyinyi mnaohoji nyinyi ndio msapotiwe na serikali, nyinyi mnahoji watu wamechanganyikiwa kama hawa.